Basi ikawa wale wenzao kafika Mbugani, tukawa tumetoka pale. Sasa siku zile tunaambiwa kuwa mkifika katika nchi ya kigeni katika safari, basi mkatoe taarifa ubalozini. Basi tumekwenda ubalozini Tanzania pale Maputo. Kuna ofisa mmoja, kijana mmoja wa Kinyakyusa, jina limenitoka, lakini alikuwa anaweka ndevu, na katika grupu letu lile kutoka Tanzania, kutoka watu kutoka wizarani, wengine kutoka bandarini, wengine basi tukafika pale. Sasa yule ofisa Mnyakyusa na sisi ambaye tumemchukua kama ndio kiongozi wetu marehemu sasa hivi, kijana mmoja kiitwa Charles Bombenja. Charles Bombenja akawa anazungumza yule, lakini akawa anazungumza kwa Kinyakyusa. Sasa sisi wengine tumekaa pembeni, walivyokuwa wanazungumza pale ofisini, mimi nikahisi kama hawa watu haya mazungumzo si mazungumzo yaliokuwa vizuri. Basi wakazungumza kwa muda, alafu tukatoka chini, tukatoka pale, ilikuwa ile nyumba ilikuwa inaitwa Ujamaa House. Wanasema kuwa siku ile ya uhuru Maputo, Mozambique walipata uhuru wao, waliwaambia Tanzania, chagueni nyumba yoyote hapa, sisi tutakupeni bure, mweke ubalozi wenu. Pata heshima kubwa Tanzania. Basi sasa tumefika chini, tukonakaa sisi, kwa tumepanga hotel moja, tumebuka hotel moja inaitwa Kadoso Hotel. Hii Kadoso kulikuwa na hoteli mbili wakati ule kubwa, moja inaitwa Polana na nyingine Kadoso. Polana ndio ilikuwa namba moja, Kadoso pili yake. Sasa anatuliza yule, mnakaa wapi? Akaambia sisi tumefikia Kadoso, na akamkaribisha Charles Bombenja, akamkaribisha yule ofisa balozi, tuje pale hotelini. Tumefika hotelini pale, tumeweka mizigo yetu, tumepanda roof garden juu pale, tunatazama mji kwa chini. Basi kama kawaida ya sisi, vikaanza kuagizwa vinywaji. Sasa namuona pale Charles Bombenja na ndugu yake Kinyakyusa wanazungumza, lakini mazungumzo yamekuwa mazuri, naona kama wanaelewana. Basi pale tumekaa pale, wanakunywa nini, nakula. Basi baadaye yule bwana akatuaga, tukamsindikiza, akaondoka. Sasa mimi pembeni kama Charles, mbona pale ubalozini ninaona kama wewe na yule bwana mlikuwa akimbe bwana katika mabalozi. Yeye Charles alikuwa senior kwa wote sisi, na alikuwa na uzoefu mkubwa, na ndio maana tukamfanya kiongozi wetu. Asi, mnajua na kuna matatizo katika mabalozi wetu, huwa wakati mwingine wanasumbuliwa na watu wanaokuja katika safari kama hizi, mara sijui ameishiwa pesa, sijui ameibiwa hivi. Sasa ndio maana kidogo, lakini alipotuona kwa kumwambia tu ile hoteli ambayo tunafikia, akajua watu pesa wanazo, na pesa tulikuwa nazo sio maskhara. Yani ilikuwa na allowance ya wiki 5, na allowance ilikuwa kubwa sana. Leo wakati mwingine nikiwaambia watoto wangu wanatingisha kichwa, sababu nyinyi mmefaidi sana. Basi sasa kumbe pale Kadoso siku ya pili, Yvonne Chaka Chaka na bendi yake wamefikia pale na wanapiga mziki Machava Stadium. Sasa basi jamaa kwanza wakaja kutuambia kusema, bwana kwanza twende Machava alafu tutarudi katika ile jambo jingine. Sisi jione bwana tumefika Machava Stadium pale. Jione. Na ile show ilikuwa inaanza, jua likizama, tukiza kiingia pale ile show itaanza. Tumekuta watu nje wamejazana pale. Lakini cha ajabu bwana, nimeshuhudia ile nidhamu ya hali ya juu. Watu wanapanga foleni mmoja baada ya mwingine. Tukaingia na tukapata mahali pazuri kabisa pa kutizama ile show. Na mbele ilikuwa ile stage ilikuwa inatazama sisi. Na sisi tunatazama ile stage kwa chini namna hii. Mkaya vijana wa Tanzania pale tulikuwa pamoja. Basi kwanza kwa pale unapiga tu muziki, na nakumbuka nikasikia nyimbo moja ya Temptations inapigwa pale.
sio ujana, tukijua mambo haya. Halafu ikapigwa nyingine Eden Paradise ya Phil Collins. Mimi ndo mara yangu kwanza nasikia ile nyimbo Eden Paradise, na kila siku nikisikia nyimbo inapigwa na nakumbuka Machaba Stadium. Sasa ndio wanamleta Yvonne Chaka Chaka. Alikuwa msichana, nadhani alikuwa Tule katika miaka yake 20. Alikuwa mwembamba, mrefu, sio huyu ninamwona leo. Afu tutakuja kuna nitakuelezeni kwa mbele jinsi kukutana tena na Yvonne Chaka Chaka. Basi bwana, ikaanza ile show. Na siku zile huku tunamjua Yvonne Chaka Chaka na nyimbo yake Mr DJ. Na nyingine. Mkomboti nyingi tu. Watu wa Afrika bwana wanaujua muziki na wanaupenda. Ile bendi bwana ilikuwa inapiga muziki mzuri sana. Siku ya pili sisi tukaondoka, watu walikuja kutuambia, kusema vijana wa Tanzania, kusema mnakaa wapi? Tukawaambia tunakaa Kadoso. Asema kwa nini mnakaa Kadoso pale bwana, mnapoteza pesa zenu bure? Kuna hoteli mtalipa nusu ya pesa mnazolipa pale, inaitwa Rovuma. Hii hoteli ni ya MPLA, ni ya Frelimo. Basi tukahama kule, na ilikuwa nje ya mji, tukahama tukaja mjini pale. Sasa nataka kusema kitu kingine ambacho nilichoona kwa mkaa wiki 5 pale, na ninakumbuka niliswali swala ya Idi kubwa Maputo. Nikaona kuna Waislamu wengi, sikujua kama na nikakutoka kasija wengi sana Maputo, na kulikuwa na hoteli moja nilikuwa nakwenda jioni pale kula chakula. Basi yule mwenye hoteli anasema Kiswahili, akaniuliza natoka wapi kwa Tanzania, na akaniambia, akasema sisi huko wetu tuna uhusiano kwa mbali na ukoo president wenu Ali Hassan Mwinyi. Basi kaona kwenda pale. Sasa siku moja nimekwenda hoteli moja. Mimi sikujua kama ile hoteli chakula chao wao ni wali samaki pros wengi sana, na ni Maputo ndio specialty yao, na bia. Basi mimi niliagiza samaki na wali, na nikaagiza kinywaji cha baridi. Wananiambia, hapa tuuze kinywaji cha baridi bwana, hapa tunauza pombe. Sasa mimi nikamwambia, basi bwana, mbele ya meza yangu alikuwa amekaa kijana mmoja, akaniuliza, wewe unywi pombe? Nikamwambia kwa Kiingereza, nikamwambia na mimi sinywi. Akanyanyuka akatoka nje ile hoteli, akaenda mtaa wa pili, akanichukulia, nakumbuka alichukua Coca-Cola, akaja nayo pale bwana, ikafungua. Basi tukaanza mazungumzo. Akaniambia, bwana, nyinyi ni ndugu zetu. Akasema, unajua Watanzania wengi sana sisi wamezikwa katika ardhi yetu hii, wamepigana na Frelimo bega kwa bega kuikomboa nchi. Sisi mahali popote tukimwona Mtanzania ni ndugu yetu na tunampa staha. Haya, miaka imekwenda, hiyo ilikuwa 1990. 2008 mimi niko Tanga, nimekwenda Arusha. Yvonne Chaka Chaka amekuja, yeye alikuwa wanamuita ambassador wa malaria, kitu kama hiki, na mimi ndo naongoza safari ule watu wa bandari, ambao kile kiwanda kilikuwa kinapitisha hivi vyandarua vivyotiwa viatilifu, sio dawa. Na hivyo Chaka Chaka amekuja kwa ya shughuli hiyo pale. Basi mimi kumwona Chaka Chaka na nimemwona kabadilika, nikamfuata pale, nikaanza kumsemesha. Nikamwambia, Yvonne Chaka Chaka, nashangaa na kuona umekuwa mpata mwili mkubwa. Kama mimi nilikuwa Maputo, nikamwambia ile show ya Kiba Chako. Sasa ile show naikumbuka, kama mimi nika hoteli ile, lakini ilihama. Basi tukazungumza. Sasa nakata katikati. Mimi siku moja nazungumza na kakangu Professor Charles Mgode. Sasa nikamwambia kisa hiki cha mimi na Yvonne Chaka Chaka. Akaniambia, Muhammad, ukija, yeye wakati ule anafanya kazi Cape Town, Afrika Kusini. Akaniambia, Muhammad, ukija Cape Town mimi nitakupeleka mpaka nyumbani kwa Yvonne Chaka Chaka, kwa sababu mumewe daktari kama mimi tunafanya kazi pamoja.
basi utakaa na hivyo chakachaka, utamuuliza maswali yako yote, yeye anajua mimi mtu wa historia, utamuuliza maswali yako yote atakuhadithia. Nimekwenda zangu Cape Town, ilikuwa mwaka 2006. Wala hakunipekitikia kuambia kakangu, hebu tafadhali, hebu nipeleke nyumbani kwa hivyo chakachaka. Sasa siku ile nimekutana naye, mimi nikamtaja kakangu, nikamwambia bwana, ilikuwa mimi nije mumeo wewe anafanya kazi na alikuwa akifanya kazi na namjua kakako, ndio bahati mbaya kuja. Sasa namuuliza, vipi, mbona umekuwa mwili hivyo? Akasema, bwana, mimi nishaolewa, nimeolewa sasa hivi na watoto, mimi si msichana tena, sasa nimekuwa mama. Basi pale watu kuna mimi nazungumza naye pale, watu wengine wakapata moyo, wakawa nakuja pale tena kwa kazi yangu mimi. Kila mtu ana pose na hivyo chakachaka na piga picha, kila mtu ana pose sawa na piga picha, na mimi basi na mimi nipige picha moja na hivyo chakachaka, nikampiga na akanambia, hizo picha unazopiga nitaomba unipe, alikuwa na meneja wake pale, akanipa address, kama basi mimi nikishazipiga tu nitamrudishia meneja wako kukupatia. Nadhani leo kana nyumbani kwako hivyo chakachaka Johannesburg, kwenye albamu yake utakuta picha ambayo nimepiga naye na nazopiga na watu wengine. Basi ndio hivyo, unaona vitu vinakukumbusha mbali kabisa. Ndio mambo leo, kuna chakachaka mnakumbusha mbali, miaka mingi imepita.